Yes, leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametubarikia na CS Online TV moja kwa moja tumefunga safari mpaka sehemu panaitwa Makongo Juu. Tumefika hapa PHID, inaitwa House of Worship. Na hapa bwana tumekutana mtumishi wa Mungu. Nataka tuzungumze naye mambo mawili matatu. Kwa hiyo tuna mambo ya msingi tutakwenda kuyaongea leo na ninaamini atakubariki sana 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 sana. Mtu huyu ni mtu muhimu sana na ana mambo mengi ya msingi. Ninaamini kutokea kwenye maneno yake ambayo yamejazwa maarifa, utajifunza vitu vya kutosha, utapata maarifa mengi ambayo yatakusaidia wewe kijana ambaye unatutazama live kabisa kutokea hapa CS Online TV. Mimi presenter wako naitwa Elia Msika na nyuma ya kamera yuko yule cameraman wetu anaitwa Elisha Atanas. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina yako sio kufahamu, unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Mwigulu. Yes, mimi ni mchungaji, nafanya huduma ya kichungaji chini ya mchungaji wangu kiongozi, mchungaji Timothy Mwita katika kanisa la TAG PHID au kwa kirefu inaitwa Potter's House International Dar es Salaam lililoko hapa Makongo Juu. Pastor, ubarikiwe sana. Amen. Bwana, leo Mwigulu yeye yuko hapa na kama alivyosema mwenyewe yuko ya mchungaji kiongozi our senior pastor Timothy Mwita, na wanafanya kazi nzuri sana hapa PHID Makongo Juu. Pastor, wewe binafsi nikirudi nyuma kidogo, umezaliwa kwenye familia ya watoto wangapi? Wewe ni wangapi kuzaliwa? Mimi nimezaliwa kwenye familia ya watoto 8 na mimi ni mtoto wa 6. I say, hongera sana pastor. Mtoto wa 6. Na kati yao wa kiume wangapi, wa kike wangapi? Wa kiume 4 na wa kike 4. Okay. Pastor, kilichotuleta leo, siku ya leo, tunafahamu kwamba umekuwa kiongozi wa vijana kwa muda chuoni, kanisani. Kwa namna fulani Mungu amekupa neema ya kuweza kuwalea vijana. Pastor, wewe unapowatazama vijana unaona kitu gani? Asante sana ndugu mtangazaji na mtumishi wa Mungu. Yes, kabla sijazungumza naomba kwanza nitoe shukrani. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kunipa fursa hii ya kuzungumza na vijana. Lakini nishukuru CS Media kwa kunichagua kuzungumza kitu. Lakini pia nimshukuru mchungaji wangu kiongozi kwa kuniruhusu. Napozungumza wakati huo nafahamu kwamba nilimshirikisha na akaniruhusu kusema. Nisingesema bila yeye kuniruhusu. Na direct kwenye swali ambalo umeniuliza kwamba nini ambacho nakiona kwa vijana. Mimi ninapomtazama kijana ninaona uwekezaji mkubwa sana ambao Mungu ameweka ndani ya kijana. Mungu ni mwekezaji makini sana na anajua kuwekeza vizuri. Kwa unapomtazama kijana naona uwekezaji mkubwa sana ndani yake ambao Mungu amewekeza, ambao umeanza sasa kuchanua na unaelekea kutokeza, kuanza kuonekana, na kimsingi unapaswa kuanza kuleta matokeo, kuanza kuzaa matunda. Na msingi wa kumtazama kijana katika mtazamo huo, napoitazama Biblia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1. Ukitazama kitabu cha Yeremia sura ya 1 ule mstari wa 5 na mstari wa 4 na wa 5, Mungu anazungumza na Yeremia. Huu ni wakati ambapo Yeremia anaitwa kwa ajili ya huduma. By then Yeremia ni kijana. Lakini Mungu hajawekeza akiwa kijana, Mungu amewekeza kabla Yeremia hajazaliwa. Biblia inasema neno la Bwana lilinijia kusema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na anasema na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Maana yake Mungu anazungumza haya na Yeremia kumuonesha kwamba mimi nimewekeza kwako kabla wewe hujaingia tumboni. Kabla sijakuumba tumboni kwa mama yako, mimi nilikujua. Maana yake ni kabla haijatengenezeka mimba yako, kabla mimba haijatungwa. Kwa maana nyingine ni kwamba hata kabla wazazi hawajafahamiana, mimi ninakujua wewe. Lakini sio hivyo tu, wakati wewe hujatoka tumboni, anasema mimi nilikutakasa na nimekuweka. Yeremia anaambiwa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hao ni alioambiwa Yeremia.
nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa maana hiyo Mungu anamweka Yeremia kuwa nabii wa mataifa kabla Yeremia mimba yake hajatungwa, kabla Yeremia hajaja duniani. Kwa Yeremia anakuja anazaliwa, yeye ni mtoto, na sasa anaanza kuwa kijana. Mungu anazungumza naye. Anazungumza naye kumuonesha uwekezaji aliyowekeza ndani yake, lakini pia kumkumbusha na kumjulisha kwamba sasa nicho kiwekeza ndani yako nataka kukifanya. Kwa ninapomtazama kijana, na hata mimi ninapojitazama, najitazama kama mtu ambaye Mungu amewekeza ndani yangu. Vivyo hivyo ninapomtazama kijana, naona uwekezaji mkubwa sana ambao Mungu amewekeza ndani yake. Uwekezaji huo unatakiwa uanze kuzaa matokeo, uanze kuzaa matunda. Yes, hicho ndicho ninachokiona kwa kijana ninapomtazama kijana. Wow. I say, majibu mazuri sana kutokea kwa pastor. Ona namna ambavyo Mungu anamtazama kijana. Tokea Yeremia hata mimba haijatungwa, Mungu anasema alimjua. Mimi nimefurahia sana ya majibu. Pastor, unataka kuongezea? Yes, cha kuongezea hapo labda nifafanue uwekezaji wa namna gani. Yes. Nitaje mambo machache tu ambayo utapata picha, pengine yako ndani yako umeshaanza kuyaona, au pengine inawezekana unayatazama kama kitu cha kawaida lakini hujaelewa kama ni uwekezaji ambao Mungu amefanya. Tunapomtazama Yeremia tunaona Mungu aliwekeza ndani yake huduma ya kinabii. Yeremia anaitwa kuwa nabii kwenye taifa lake, aende akahudumia watu wa Mungu. Lakini kwa upana na kwa maneno mengine tunaweza kusema Mungu amewekeza ndani yetu vitu vingi sana. Mungu amewekeza kwetu, kwanza ametupatia neema ya wokovu, lakini amewekeza kwetu nguvu. Amewekeza kwetu akili, amewekeza kwetu ufahamu, ametupatia ujuzi wa namna mbalimbali. Anapotupatia Roho Mtakatifu, sasa Roho Mtakatifu anayafanya hayo yote kutenda kazi kwa ufanisi. Huo ni uwekezaji mkubwa sana. Hatuishi au hatupasi kuishia kuyatafsiri hayo kwa mtazamo wa labda umesoma, umepata exposure, ukaichukulia kama ni kitu cha kawaida, umejaliwa akili, umejaliwa ubunifu fulani, ukachukulia kuwa ni kitu cha kawaida. Hapana. Hicho alichokiweka ndani yako Mungu amewekeza ndani yako. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14b. Sema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nini? Mnazo nguvu. Kwa nini? Anasema tena mmemshinda yule mwovu. Anasema kwa sababu mnazo nguvu. Maana yake yeye amewekeza kwetu nguvu. Na sasa hapo Yohana anasema nimewaandikia ninyi vijana. Maana yake Mungu amewekeza nguvu. Yohana anawakumbusha kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Anakumbusha kwamba Mungu amewekeza ndani yenu nguvu. Maana yake hicho ndicho Mungu amekiwekeza ndani yao, na wanapaswa kuanza kukifanyia kazi na kuweza kuleta matokeo. Kwa Mungu amewekeza vitu vingi ndani yetu. Hivyo ni vichache ambavyo nimevisema. Ukiangalia unaposoma wakati Musa anajenga ile hekalu kwenye Kutoka sura ya 30-31 pale, Mungu anamuinulia Musa watu, anamtaja pale Bezaleli, anamtaja Holiabu. Anamtaja Bezaleli, Holiabu mwana Ahisamaki, na anasema amewajaza roho, amewapa hekima, amewapa ubunifu, amewapa ujuzi. Hivyo ni vitu ambavyo Mungu kwa ajili ya wao kujivuna kwamba mimi na akili, mimi na ufahamu, mimi na ujuzi, lakini anasema kwa ajili ya kazi, anataja zile kazi ambazo wanapaswa kuzifanya. Sasa kazi hizo zinaweza kuwa ndani ya kanisa, kazi hizo zinaweza kuwa nje ya kanisa, lakini vyote ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa mantikio pastor, unamaanisha kwamba vitu vyote ambavyo Mungu amewekeza ndani ya kijana, bila Roho Mtakatifu nothing. Yes. Tunapokuwa na ujuzi, tunapokuwa na ufahamu, inawezekana tuna ule ujuzi ambao Mungu ametusaidia. Kila mmoja na ambavyo Mungu amemuumba, na hiyo inaweza kuwa kwa mtu yote hata yule ambaye hajaokoka. Uwepo wa Roho Mtakatifu ni kuleta mahali pale kinapoishia kile kitu, au ule ujuzi unapoishia. Inapoishia kima wanadamu ambao hawamjui Mungu, huwa wanaishia pale pale. Lakini mwanadamu anayemcha Mungu yes, inaendelea. Maana yake hata kile kitu ambacho hakuwa anaweza kukifanya, Mungu anampatia ujuzi wa namna kuweza kukifanya. Na ndio maana hata tunapokuwa kazini, mtu aliyeokoka, wafanyakazi wenzake wa taaluma ile ile wanaweza wakamshangaa kwamba wewe mwenzetu, ni kwa namna gani unaweza kufanya mambo hayo? Kumbuka wote wamesoma chuo kimoja, wote wana ujuzi ule ule, wote wana elimu moja kutoka kwa mwalimu mmoja, lakini kuna kitu cha ziada kwa yule ambaye ni mwaminifu kwa Mungu. Anakuwa nacho ambacho Mungu amemjalia.
Yawezekana ni ufanisi wa kufanya kazi vizuri, uwepesi katika kufanya kazi. Roho Mtakatifu anapokuwepo ndani yetu anatusaidia. Na utakumbuka kazi ya Roho Mtakatifu huyafunua hata mafumbo ya Mungu. Kwenye kitabu cha Wakorintho pale, waraka wa Korintho pale, anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo yale ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikusikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliyoandalia wampendao. Anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana yake kuna mambo ambayo hatuwezi kuyaona kwa macho yetu, hatujawahi kuyasikia, na watu tunapoyatazama haya make sense kwa mioyo yetu inakataa, lakini Roho Mtakatifu hutusaidia sisi kuweza kuyajua. Maana yake anasema yale mambo aliyoandalia wampendao. Roho Mtakatifu anachokifanya, anafanya kazi ya kuyaweka wazi, kuyahuisha ili yaonekane na tuweze kuyatendea kazi. Pastor, ubarikiwe sana. Nimefurahi sana. Kuna kitu amekizungumza cha muhimu sana. Kijana akijazwa Roho Mtakatifu anakuwa ni wa tofauti kabisa. Unaweza kuwa kijana wote mnafanya kitu kinachofanana, lakini kijana aliyejazwa Roho Mtakatifu lazima tu kitu chake kitakuwa na utofauti. Nimekumbuka ile historia ya Daudi. Alikuwa mpiga kinubi. Haimaanishi kwamba yeye peke yake ndo anapiga. Maana yake wapigaji walikuwa wengi amkini, lakini yule bwana alikuwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa akipiga pepo zinaondoka kabisa. Na hata kabla ya Daudi, wakati Sauli anaitwa, Sauli ajitazama akajidharau, lakini anapewa maelekezo. Anasema anapewa maelekezo watu watakao kutana nao njiani, lakini anaambiwa moja kati ya jambo kubwa ambalo nataka nizungumzie hapo kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anaambiwa utafika mahali karibu na kaburi la Raheli, utakutana na kundi la manabii wa kitabiri. Anaambiwa Roho ya Mungu itakujilia kwa nguvu. Na utatabiri pamoja nao, na utageuzwa kuwa mtu mwingine. Utageuzwa, zingatia, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Maana yake hautabaki vile vile wewe Sauli unayejiona mwana wa Kishi tu, unayejiona kwamba ni mwana wa Benjamin. Kwa kumbe sio swala kujitazama mimi ni Msukuma tu, labda mimi ni Mtanzania tu. Hapana, kuna kitu cha ziada kinachozaliwa Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yangu. Hii ni zaidi ya interview aisee. Yaani hapo kuna Roho Mtakatifu anatembea kabisa, na kama kwa makini kuna kitu Roho Mtakatifu, wewe kijana, anaendelea kukufundisha. Wewe unatazama, anaendelea kukufundisha. Roho wa Mungu ni wa muhimu sana 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 kwenye maisha ya kila muamini, hususan wewe kijana, kwa sababu leo tunazungumza na vijana. Usipuuzie kabisa ya Roho Mtakatifu na kutembea na Roho Mtakatifu. Pastor, umekuwa kiongozi wa vijana kwenye kanisa, chuoni. Ni changamoto ipi umekutana nazo? Unakutana nazo wewe kama kiongozi wa vijana, na hasa unapokuwa unaongoza vijana? Asante sana. Katika muda ambao mimi nimehusika na vijana, na hata sasa nitaendelea kuhusika na vijana. Yes, kwa sababu kama nafanya huduma ya kichungaji, kwa hiyo hakuna namna ambavyo nitakwepa kukutana na vijana. By the way, mimi bado ni kijana pia. Kwa hiyo naziona changamoto ambazo zinatokea kwa vijana wenzangu, na zile ambazo experience. Nimekuwa kiongozi wa vijana katika maeneo kadhaa nikiwa chuoni, lakini pia na kanisani nimekuwa kiongozi wa vijana. Na sasa kama mchungaji nakutana na vijana, nizungumzie changamoto kama 4. Changamoto 4 ambazo zinaonekana kwa vijana. Na changamoto hizo ambazo nimekutana nazo katika maeneo mbalimbali, na zinaendelea kuwepo. Sizioni kwa vijana walioko tu hapa, naziona kwa vijana hapo kukutana nao katika maeneo mbalimbali. Na changamoto ambayo inatokea, ningeweza kutaja changamoto zile ndogo ndogo, lakini nataka nitaje changamoto 4. Nimechagua changamoto 4 ambazo mimi naziona ni kubwa na ambazo ni sababu ya zile changamoto nyingine kuzaliwa. Yaani changamoto nyingine zitakuwa ndani ya hizo changamoto. Tutakapozitafakari vizuri hizo changamoto, tutaona. Changamoto ya kwanza ni kijana kutokumjua Mungu vizuri. Kutokumjua Mungu vizuri, hamjui vizuri Mungu anayemwabudu au kumtumikia. Kwa inawezekana kijana yuko kanisani, anaabudu, lakini bado hata ndani yake anaweza akawa na maswali kwamba unayemwabudu ni Mungu kweli? Unahalisia huyu Mungu? Lakini pia yawezekana akawa anafanya huduma. Yawezekana ufahamu wake ukawa unaishia kwenye kufanya ile huduma inayowagusa watu, inayohudumia watu, ya kusema na watu wale wanaona nao. Lakini je, anamjua huyu Mungu vizuri?
Sasa hiyo ndio inayoleta changamoto nyingine ndogo ndogo nyingi zinazaliwa. Tutataja changamoto nyingine 3 ambazo ni kubwa, lakini hiyo ni ya kwanza na nimeipa hivi namba 1 kwa sababu naona inabeba hizi nyingine 3 ambazo tutazisemea, kwamba kijana kutokumjua Mungu. Kutokumjua Mungu imekuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu kijana anaweza akawa anafanya huduma, anaweza akawa anaabudu, lakini asiwe na mahusiano yake binafsi na Mungu. Inawezekana uko kanisani kwa sababu wazazi wake wameokoka. Inawezekana uko kanisani kwa sababu ana kipawa, anajua kupiga mziki, kwa amepata fursa hiyo. Au inawezekana uko kanisani kwa sababu hataki kuonekana mpagani. Kuna mwingine uko kanisani kwa sababu hataki kuwa discourage wazazi, ndugu ambao wako kwenye hiyo jamii ya watu waliokoka. Anakuja kuachia moyo. Lakini inawezekana mwingine hiyo ndio kampani yake. Yaani watu waliokoka anapokuwa shuleni ndio kampani yake anayoipenda. Kwa amejikuta huko ndani ya kanisa. Lakini ukifuatilia kwa undani zaidi, ukiangalia maisha yake, mwenendo wake, hata akiwa ndani ya wokovu, hajakutana kwa uso, kwa maana ya hana ule uhusiano, ule ushirika wa karibu na Mungu. Mchungaji wangu aliwahi kuuliza swali hili moja na mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa akifanya naye huduma. Alimuuliza kwamba ulipokutana na Mungu alikufanya nini? Alikufanya nini? Hicho ndio kitu ambacho wengi wanamisi. Kwamba washirika wengi kanisani, lakini watu ambao wamekutana na Mungu katika maisha yao ni wachache, kwa maana hawana historia na Mungu. Kwamba mimi niko kanisani kwa sababu gani? Je, Mungu amenifanya nini? Nimekutana na Mungu lini? Alinibadilisha? Maana yake kama ukikutana na Mungu akubadilisha, utakuwa na kitu cha kusema kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo wanajua mistari ya Biblia kwa sababu wanaingia kwenye ibada, mahubiri, wanaingia kwenye Sunday school, wamefundishwa kali mistari ya Biblia, wanazijua nyimbo vizuri, lakini huyo wanayemwimba hawamjui. Kwenye maandiko, kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 10, kiliinuka kizazi pale, Biblia inaelezea baada ya wale wazee kufa, kikainuka kizazi cha watu ambao hawamjui wakati wanatoka kule Misri. Sasa hiki kizazi kimeinuka, hakina ule uhusiano wa karibu na Mungu. Ndio maana kitabu cha Waamuzi utagundua kwamba kuna kuanguka, kuna kuinuka, kuna kuanguka, kuna kuinuka. Wanamtenda Mungu dhambi, wanapigwa. Kipigwa wanakumbuka kuna Mungu, wanamlia Mungu, Mungu anawasamehe, anawapatia mwamuzi anawaokoa. Imekaa wanaanguka tena. Kwa sababu gani? Hawajapata ile relationship, ukaribu wao binafsi na Mungu. Maana yake hakuna mahusiano ya karibu zaidi na Mungu. Lakini pia jambo hilo Mfalme Daudi anazungumza na mwanae Sulemani kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 9 na ule mstari wa 10. Pale Mfalme Daudi anazungumza na mwanae na ule mstari wa 9, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Mjue Mungu wa baba yako ukamtumikie. Anaambiwa mjue Mungu wa baba yako, manake asishie tu kwa Mungu wa baba yako, lakini umjue. Usema Mungu wa baba yangu anaweza. Tuna watoto wa namna hiyo kwenye familia ya kichungaji, na nimeona vitu vingi vikifanyika. Nimetoka 2010, manake ni baada ya muda mimi sasa nikiwa na ufahamu wa kutambua kuna faida hii, kuna faida hii. Na ndugu zangu ambao hawakuokoka, ambao hakuendelea na wokovu wako, ambao walilelewa kwenye familia yetu, hakuendelea na wokovu. Maana yake walipofika kufanya maamuzi, hawakufanya maamuzi mazuri. Sasa naambiwa kwamba jue Mungu wa baba yako ukamtumikie kwa moyo mkunjufu. Na anaambiwa pale, niumalizie ule mstari, anasema anaambiwa kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuyatazama na fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Kwa Sulemani anaambiwa maneno hayo ili kumsaidia ya kwamba sasa wewe umeshakuwa mtu mzima, kama vile ambavyo mzazi anaweza kuzungumza na mtoto wake, mzazi mwenye uelewa mzuri akazungumza na mtoto wake ambaye anamuona tayari ni kijana, anaenda kujitegemea, anampatia maelekezo ya maisha. Ndivyo ambavyo Daudi anapewa kwamba amjue Mungu wa baba yake,
Amjue kwa nini? Manake yeye mwenyewe binafsi awe na kujua kuna shida. Nitoe mfano wa kawaida tu, naomba nitumie simu. Daudi kwa nini anamwambia Suleiman mjue sana Mungu wa baba yako? Yes, msemo wa kawaida wa Waswahili wanasema asikujua kuthamini. Kutokumjua Mungu utashindwa kumthamini Mungu, hautamtambua katika maisha yako. Nitoe mfano wa kawaida wa simu yangu. Ninapopokea simu namba ngeni, kwanza nitatikia kwa namna ambayo itaonesha kabisa hii simu ni ngeni. Labda nasema halo, na kama hajajitambulisha haraka nitamuuliza nani mwenzangu. Lakini atakapojitambulisha akasema labda mimi ni askofu wa jimbo. Utagundua sasa thamani ya kujua. Kwamba nitakapojua nitasema samahani, Bwana Yesu asifiwe baba askofu. Shikamoo baba. Kwa nitaanza kuomba samahani kwa namna ambavyo ile simu ni treat mwanzoni kabla sijajua. Vivyo hivyo, mtu asiyemjua Mungu anaishi na Mungu hivyo hivyo. Sijui kama utakuwa umenipata. Nimekupata. Kwa maana kuna kitu kinaitwa nguvu ya kujua. Nguvu ya kujua. Kwa ukimjua Mungu wako, ukawa na uhusiano naye uhusiano wa karibu na yeye. Maana yake utaishi na Mungu kumjua yeye. Maana yake utayajua yale anayotaka na yale ambayo hayataki. Utayajua yale anayotaka, hautafanya yale ambayo hayataki. Hata kama ni kwenye huduma, utafanya sawa sawa na maelekezo yake. Unajua nafurahia sana na ndicho ambacho nakitamani hata mimi katika maisha yangu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya ule mstari wa sura Biblia inasema Nuhu akafanya yote sawa sawa na jinsi Mungu alivyomwambia. Kumbuka kule amepewa maelekezo ya kujenga safina, na Nuhu hajapewa tu maelekezo kwamba kajenge safina, amepewa hadi mti, ameelekezwa mti wa kujengea, sawa? Ameelekezwa ajenge ya ukubwa gani, vyumba viwe vingapi, gorofa ziwe ngapi, ameelekezwa hadi dirisha. Sasa Nuhu kama hamjui Mungu wake vizuri, angekuwa mjui Mungu wake vizuri, ameambiwa kajengea safina mti wa mvinje, angesema bwana, mti mgumu huku kwetu labda ni mkongo, angeenda kujengea mkongo. Sababu anajua anachokisema Mungu anakielewa, anafuata vile vile. Na hizo mojawapo changamoto zinazotokea kwenye kizazi chetu, kwamba mtu anafahamu mambo yanayohusiana na Mungu, lakini anaweza katafuta vya kwake binafsi, kwa sababu ndivyo vinavyokataa maelekezo ya Mungu. Kwa nini anakataa? Hamjui huyo Mungu anachokitaka ni nini. Kuna changamoto ya kwanza, hiyo ni vijana kutokumjua Mungu vizuri. Kwa hiyo pastor, changamoto nyingi ambazo zinazaliwa kwa vijana unaweza kusema kwamba zimebebwa na changamoto kubwa ya vijana kutokumjua Mungu wao vizuri. Kutokumjua Mungu wao vizuri. Inawezekana wamemsikia, inawezekana kidogo wameona ile miujiza, lakini bado haija make sense, bado haijakaa ndani yao, kwa sababu wao na Mungu bado hakuna ule ukaribu. Tulipokuwa wadogo, mimi nimesema nimezaliwa kwenye familia ya kichungaji. Kwa kanisani kwangu ilikuwa ni lazima kwenda. Niwe nataka niwe taki lazima. Mama ningeapa nikiwa mtu mzima, nimeondoka kuwa na uhuru wa kusema sasa, lakini nikiwa kanisani lazima. Katika wakati huo siwezi kusema kwamba nilikuwa nampenda Mungu sana, kwa sababu bado nafuata mgongo wa wazazi. Wazazi wakinipa sadaka ndio nitakayoitoa. Labda wakinielekeza nitafanya, wasiponielekeza nitakaa hivyo hivyo. Lakini ukimjua Mungu wako vizuri, hapo utafikia kwenye level, maana yake utakuwa na uwezo wa kumsikia Mungu akisema na wewe, lakini pia na kufanya yale hata bila kusukuma na mzazi. Kwa ibadani sasa siendi kwa sababu baba kaniambia niende ibadani. Naenda kwa sababu mimi najua nikienda ibadani kuna faida gani, nisipoenda ibadani kuna hasara gani. Najua nikitenda dhambi kuna hasara gani. Kwa napambana kuishi maisha ya utakatifu ili kuepukana na dhambi. Kwa sababu gani? Nimemjua Mungu. Kwa sitaki ile tena kusukuma. Hiyo changamoto ni kubwa hata kwenye maisha yote tu ya Ukristo ndani ya kanisa. Ibada sio kumsukuma mtu kwenda kanisani kama anamjua Mungu wake vizuri. Hahitaji kuhojiwa kwamba kwa nini hujaja kanisani. Atahojiwa kwa nia tu ya kutaka kujua pengine alikuwa na changamoto. Lakini kwamba kumweka kikao mtu, nafikiri swali ipaswa kwa watu waliokoka. Ni dalili ya mtu kutomjua Mungu wake. Pastor, sorry. Kwa ufupi, kijana anataka kufanyaje
ili aweze kumjua Mungu wake vizuri? Okay. Asante sana. Namna ya kumjua Mungu wetu vizuri, tunamjua Mungu kwa mafundisho, tunapomwomba Mungu, namna anavyojidhihirisha, kwa sababu kumjua Mungu ni swala la experience, namna ambavyo utaanza kutembea na Mungu. Kwa jambo la msingi hapo la kwanza kabisa ni kufanya maamuzi kwamba mimi nataka nimjue. Mimi nataka nimjue Mungu. Sawa. Ni sawa na nimekuwa nikiwa kanisani kwa muda mrefu na sija experience, bado sijaona matokeo ya wokovu katika maisha yangu. Sasa nataka nianze kufuatilia zaidi ili nijue. Kuna watu wa namna hiyo ambao wanafikia, hata kama ni watu wazima, kuna wakati unakutana mtu anasema sasa nimeamua kuokoka, sasa nimeamua kumtafuta Mungu. Unajiuliza, huyu mtu amekaa miaka mingi kanisani? Kuona gundua kumbe kulikuwa na swala la maamuzi. Amekaa ndani ya kanisa kwa muda mrefu na unajua usipokuwa serious unajijua, ukiwa serious unajijua. Yaani ukiwa serious na Mungu unajijua kwamba mimi niko serious na Mungu. Ndio maana siku za leo unakutana na mtu anaweza kumwambia nimeokoka lakini sio kivile. Sasa unajiuliza kwamba kuna wokovu ambao sio kivile. Kwa unajua huyu mtu hajamjua Mungu wake vizuri na hajafanya maamuzi. Kwa tunachopaswa tufanye ni maamuzi. Hiyo sehemu tutazungumzia kumbe vizuri kuendelea, kwa sababu nyingi za changamoto au kwenye hizo changamoto nyingine 3 ambazo nimeziona kwa vijana. Hiyo ni changamoto yake. Pastor Emmanuel anaendelea kutupa vitu. Nilikwambia hii ni hekima na maarifa ambayo yatakusaidia sana wewe kijana. Tunaangalia zile changamoto ambazo vijana wengi wanakutana nazo. Changamoto ya kwanza kubwa ni kijana kutokumjua Mungu wake vizuri, kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu wake. Na Pastor amefafanua vizuri sana jambo hili. Lakini jambo zuri ambalo nimelifurahia, Pastor bwana naye ni mwana PCF. Najua kule social mnatuelewa. Niko na Pastor live. Pastor, hebu tupe hizo sababu nyingine 3 sasa. Kwa haraka tukimbie. Sababu ya pili au changamoto ya pili ambayo nimeiona kwa vijana ni kijana kushindwa kujua kusudi la kuwepo kwake hapa duniani. Nilizungumza andiko la Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na 5 pale. Yeremia anaambiwa kabla hajaingia tumboni mwa mama yake Mungu alizaliwa, Mungu alimwandaa kuwa nabii wa mataifa. Maana yake hilo ndio kusudi kwake duniani. Akiishi duniani asipofanya kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake au ndio kujua kile kitu, hiyo inakuwa changamoto. Unajua inakuwa changamoto kwa sababu gani? Na inazaa changamoto nyingine hapo sasa ndogo ndogo zile. Maana yake kijana asipojua kusudi la kuwepo kwake duniani, ataishi vyovyote. Sawa? Atafanya vyovyote, ataenda mahali popote, ataongea chochote, atavaa chochote, atakula chochote. Yaani kwake atafanya chochote kinachotokea mbele zake ni sahihi kwake. Kwa sababu hajajua kusudi lake. Hajajua kusudi lake. Kwa sababu unajua tuko duniani na mimi najisemea mimi nasema mimi ni kiumbe wa kimkakati. Mimi ni kiumbe wa kimkakati. Niliwekwa hapa duniani kwa ajili ya mkakati wa ufalme wa Mungu. Natakiwa kwa mali sahihi, natakiwa kufanya jambo sahihi, natakiwa kuishi sawa sawa na vile ambavyo natakiwa kufanya sasa na ule mkakati wa ufalme wa Mungu ambao umeniweka hapa duniani. Sisi vijana tunajiita ni mabalozi wa Yesu. Maana yake tunawakilisha ufalme wa Mungu. Hakuna balozi ambaye hajui jukumu lake. Balozi asiyejua jukumu lake afukuzwe. Hana anachokifanya. Maana yake hana matokeo. Ule ubalozi unafanya vipi? Na kutokujua kusudi letu. Kijana kushindwa kujua kusudi lake, siku za leo kumetokea na kukosea kwingi. Kwa mfano, mtu anaweza akajilazimisha kufanya kitu ambacho sio cha kwake. Sawa? Wewe ni mwalimu au mimi ni mwalimu. Sijapewa huduma ya uinjilisti. Sawa? Najua kushuhudia, kuhubiri ni kwa kila mmoja mmoja, kwa hubiri watu waokoke ni kila mmoja mmoja. Lakini nazungumzia uinjilisti kama huduma. Kwa huyu mwalimu asipojua kama yeye ni mwalimu, akajiforce sema yeye ni mwinjilisti kwa maana ile huduma huduma ya uinjilisti, acha ile kushuhudia tu na maana yake atasumbuka kule na hatafanya vizuri na hataona matokeo. Lakini siku za leo ndo kumetokea zile changamoto za mtu pengine kukorofishana na mlezi wake kama ni mchungaji wake au kama ni mwalimu wake pengine kwenye praise team au kwenye kwaya, kwa sababu hajui yeye ni nani. Na mpenda Yohana Mbatizaji
kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 19 hadi wa 23. Yohana anaulizwa swali linalotaka yeye ajitambulishe ni nani. Kwa sababu wakati huo unajua aliahidiwa Yesu kuja, bado hajazaliwa, lakini Yohana amekuja, kwa wameangalia ile movement ya Yohana wakaanza kuhisi huyu labda ndio yeye. Au ni Elia au ni sasa nisisome ile mistari yote, lakini mstari wa 19 unasema, na huu ndio ushuhuda wake Yohana Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe nani? Hawakuwa wanamuuliza jina lake. Wangekumuuliza hivyo wangesema mimi ni Yohana Mbatizaji, lakini wanataka kujua kusudi lake, kile anachokifanya. Maana unachokifanya ndio kinakutambulisha wewe ni nani. Sawa? Kwa Yohana sasa Biblia inasema mstari wa 20 anasema, naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Ingekuwa ni kizazi chetu cha leo cha vijana wanao misbehave, ingekuwa rahisi kwa mtu kusema mimi ndiye, na angechukua watu. Tumesikia vijana ameondoka na shirika mchungaji kwake kanisani kwake, alikolelewa, kwa anajitambulisha kana kwamba yeye ndiye. Lakini Biblia inasema Yohana alikiri wala hakukana, akasema mimi siye Kristo. Mstari wa 21 wanamuuliza, wewe ni Elia labda au ni nabii yule? Akajibu hapana. Wanataka kujua wewe ni nani sasa kabla hajawajibu. Mstari wa 23 nalifurahi hilo jibu. Akasema sasa anajitambulisha yeye ni nani. Akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana kama vile alivyonena nabii Isaya. Huo ndio utambulisho wake, kwamba mimi kazi yangu nimekuja kutengeneza njia ya Yesu, just to make a way. Yani mimi siye, mimi nimekuja kutengeneza njia. Kwa tamaa za vijana wengi leo na hiyo kutushindwa kujua kusudi lako, ni lazima mtu kujitambulisha kama ndiye. Na unajua watu watimilio wanatupoteza kwa kutusifia. Bwana vizuri, mbona kama umebarikiwa? Mbona kama unakiliwa? Kwa kijana anatamani, na hivyo kuna vijana wengi, nizungumzie mfano huduma ya kichungaji. Tuna wachungaji wengi vijana kama mimi ambao wanashindwa kulelewa kwa sababu anataka akiwa kanisani apewe madhabahu, aone mchungaji anamtreat, yani anataka zile treatment zote kama za mchungaji wake anayemlea. Anakosea vingi kwa sababu gani? Hajafahamu nafasi yake. Pastor, shikilia hapo. Tubaki kwenye mkazo huu. Kukosea kwingi kwa vijana kunasababishwa na kutokulijua kusudi. Kutokulijua kusudi. Kwa sababu usipolijua kusudi, nimetangulia kusema, utafanya chochote, utaishi vyovyote, yani hautafanya vizuri kwa sababu hujui. Utakuwa ni sawa na mtu aliyepotea njia. Wao anasema kuna msemo anasema aliyepotea ambaye hajui njia hawezi kupotea. Lakini pia hivyo hivyo asiyejua anakoenda, maana yake yeye amefika hapo alipo. Maana yake atakapokuepo amefika, akienda sehemu nyingine amefika, kwa sababu hajui anakoenda, hajui anakokwenda. Kwa kushindwa kulijua kusudi la Mungu ambalo limewekwa ndani yetu ni changamoto kubwa sana, inafanya vijana wengi misbehave, kutokufanya vizuri. Inawezekana Mungu amekupa huduma, amekupa karama, amekupa kipawa, lakini unakijua na unajua namna kukifanya. Maana yake hata hivyo Mungu anapotupa huduma, anapotupa vipawa, karama, vina maelekezo yake pia. Hatupi akatuacha, vina maelekezo yake. Lazima uzingatie maelekezo ya Mungu. Jua kusudi la Mungu, lakini pia uzingatie maelekezo yake. Kwa changamoto nyingine hiyo ya pili ni hiyo kutokulijua kusudi la Mungu kwa kijana. Pastor anatupa madini mazito madini mazito ambayo kwa kweli mimi ninabarikiwa sana hususan kijana lazima alijue kusudi. Pastor, kijana anawezaje kulijua kusudi lake? Sawa. Kijana anajua kusudi lake kwa kumwomba Mungu atakapolisoma neno, lakini pia tuna wazazi walezi wanaotulea. Tuna wazazi wale wa kimwili wanaweza wakatusaidia kulijua kusudi endapo sisi hatujaweza kulifahamu. Tuna wazazi wa kiroho au walezi wa kiroho wanaweza kutusaidia kulijua kusudi. Nitolee mfano wa kwangu mimi binafsi. Nimeitwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016. Mimi ndio kwa mara ya kwanza nimepokea wito wa huduma ya kichungaji. Na tulikuwa kwenye kongamano, na kongamano lile lilikuwa linafanyika mwezi wa 12, na kongamano lilikuwa zuri sana.
Ilikuwa ni kongamano, tulikuwa kwenye kundi moja la huduma za Injili, lakini mwezi wa 12 tunafanya tu yale makongamano yanayokusanya watu wote. Hatufanyi mikutano katika ule mwezi. Kwa hiyo tukiwa kwenye ibada ile, tumefanya siku ibada haikufungwa kwa sababu kulikuwa na uwepo mwingi wa Mungu. Waliacha kila mtu awe free, atakapomaliza kuomba ataondoka. Kwa mimi nilikuwa miongoni mwa watu waliobaki mule kwenye ile hall, na wakati tunaendelea kuomba na wakati nimelala chini niko flat natafakari, nilisikia sauti ya Mungu inaniambia kafundisha watu wangu. Sasa mimi napenda walimu, na hata hivyo wakati huo nilikuwa nafundisha, kulikuwa na darasa la reciters kwenye shule moja pale, shule ambayo nilisoma mimi nilikuwa nafundisha, lakini pia napenda kufundisha. Hata neno la Mungu napenda kufundisha. Kwa hata wakati huo nilikuwa napenda kufundisha. Lakini pia ile seminar ilikuwa imefundishwa vitu vingi vizuri. By then nilikuwa Kilimanjaro. Kwa nikaona hivi vitu vilivyofundishwa ni vizuri sana. Niende nyumbani kwenye kanisa anakochunga baba yangu, nimuombe nishirikishe, nifundishe haya ambayo nimeyapata. Kwa hiyo ilipokuja ile sauti nenda wafundishe watu wangu, nilitafsiri moja kwa moja kwenye kanisa la mzee kule anakochunga, niende nikafundishe. By the way, mchungaji baba yangu alikuwa ananipa nafasi za kuhubiri mara kwa mara tangu nikiwa sekondari form 1 form 2 nimekuwa nikihubiri, hata ibada za Jumapili nimeanza kuhubiri kanisani kwa namna hiyo. Kwa hiyo ningepata fursa ya kufundisha. Lakini kabla sijaondoka ilibidi niingie, nikamkuta alikuwepo mwalimu alikuwa anafundisha ile seminar. Kulikuwa na mwangalizi nafikiri wa section ile ambapo tulikuwa tunafanyia ile kongamano, lakini kulikuwa na mama askofu mmoja simkumbuki ni nani, alikuwa anatokea Tanga. Alafu kulikuwa na mwalimu mwingine pale. Kwa hiyo nikaenda nikawashirikisha, nikamwambia mimi nitasafiri kesho, nitaelekea nyumbani, nina ujumbe ambao Mungu amenipatia, natakiwa nikafundishe. Mwangalizi wa ile section alikuwa mzee sana. Mwangalizi wa section alikuwa mzee sana. Akaniangalia, asema kijana, hili jambo sio la sasa hivi. Hili jambo ni la baadaye. Sawa? Akaniambia jambo ni la sio la sasa, ni jambo la baadaye. Hapo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kujua kwamba mimi ni nani. Sasa of course haikusemwa wazi kwamba mimi ni nani, lakini niambiwa endelea na mambo yako, kama ni kuendelea na masomo endelea na masomo, lakini hili jambo ni la baadaye. Kwa tangu 2016 nilikaa kimya, nikaendelea pale, baadaye nikapata part time, nikaendelea kufundisha pale pale. Baadaye nikaja chuo kikuu. Nimesoma chuo kikuu miaka 3, nimemaliza University of Dar es Salaam. Wakati nimemaliza nilikuwa na maswali. Nimekuwa nikiitwa mchungaji, watu wanahitaji mchungaji tangu nilikuwa shule ya msingi. Kwani mimi ni mchungaji kweli? Hapana. By the way, mimi ni mwalimu kitaaluma, kwa hiyo nilikuwa najiandaa kwenda kufundisha shule ile ambayo nilikuwa nafundisha, na hiyo ndio shule ambayo niliyosomea. Kwa hiyo nilikuwa na maswali mawili ambayo nilikuwa najiuliza kwamba mimi ni mchungaji kweli? Nikasema hapana. Lakini moyo wangu nilikuwa nimeweka wazi kwamba Mungu siku akiniita sitakataa. Lakini asiponiita sitataka kuingia kwa sababu baba yangu ni mchungaji. Sababu iliyonifanya kufikiria hivyo ni kwa sababu nimeona wachungaji na baba yetu sasa ametushirikisha huduma. Yaani tulikuwa tunashiriki huduma, tunaenda sehemu tunaanza kanisa, baba yetu alikuwa anafanya huduma. Huduma yake ni kama missionary fulani hivi, sio pastor, lakini anafungua kanisa, analichunga kwa muda fulani, likishaanza kujaja tu anasema wito wangu hapo umeisha, anaenda kufungua sehemu nyingine. Kwa hiyo tumeona ile struggle ya kufungua makanisa, jinsi ninavyoanza wale walio kushiriki kwenye mazingira hayo ya kuonyesha kanisa mahali ambapo ukona kanisa, ile struggle, mnaanza mshirika wa kwanza, wa pili, wa tatu, mnafika washirika kadhaa, mzee anasema imetosha hapa. Sio mchezo ile. Lakini pia nimeona watu kadhaa ambao wameacha huduma ya kichungaji. Na wakumbuka watu 4 ambao wameacha kabisa huduma ya kichungaji kwa kudai kwamba sikuwa nimemsikia Mungu vizuri, mimi sio mchungaji. Kwa hiyo kumekucha asubuhi najiuliza, nilikuwa na mama wawili ambao nitaka kuzungumza na by then tulikuwa na mama mchungaji, atakuwa na mchungaji wakati huo. Kwa hiyo nikaomba appointment na mama mchungaji ili nimshirikishe. Nimwambie nimeshamaliza taratibu kwa mzee wangu wa zoni, nimeshapata mchumba na mzee wa zoni ameshashughulikia, kwa niongee na mama mchungaji sasa. Nimjulishe ni nani, mambo yao yaendelee, kwa sababu alikuwa amededicate, mchungaji dedicate ya mambo kwenye zoni. Kwa nilikuwa na maswali mawili ambayo nataka kumuuliza. Kwa sababu mambo mawili ambayo nataka kuzungumza. Mambo pili nimuulize. Kwa kipindi hiki cha miaka michache leo nichunga, hivi unaniona mimi kweli mchungaji? Kwa ile appointment tukafanikiwa, tukakutana ile saa 9
ilikuwa siku ya Ijumaa. Kwa tukakutana ofisini, nikazungumza naye jambo moja hilo la mchumba, nikamshirikisha, akasema ni kweli unafahamu na kuna mtu alishatoa unabii kuhusu wewe na huyo mtu. Jambo la pili la uchungaji, nikaogopa kumuuliza kwamba hivi unaniona mimi ni mchungaji. Niliogopa kumuuliza kwa sababu nikasema watu wengine wachungaji wanapenda na wengine wao wachungaji. Kwa unaona mama hapa asije akageneralize wakasema wewe ni mchungaji. Kwa sikutaka kumuuliza hilo swali. Na hata wakati naomba appointment sikumwambia kwamba nitamuuliza nini. Ila nizungumza naye tu hilo la mchumba basi. Tukaingia ibadani, ilikuwa ni Ijumaa kama nilivyosema, saa 10:30 wakati tunaanza ibada za jioni, tukaingia ibadani. Tulikuwa na mhubiri mgeni alikuwa anamalizia semina hiyo wiki hiyo. Na alikuwa anaishia Ijumaa kwa sababu Jumapili tulikuwa tunapokea mchungaji mwingine. Kwa katikati ya mahubiri yule mchungaji, wakati anahubiri mchungaji mgeni amehubiri, baadaye akasema, akastop kuhubiri, akasema naomba niseme kitu. Hili kanisa lina wachungaji wengi sana hapa. Moyo kashtuka kwa sababu sinajua tangu asubuhi nimewaza hilo jambo, lakini nimekuja kuongea na mama mchungaji nikaogopa kumuuliza. Sasa anachokisema hapo asije akanitaja. Kwa wakati anaendelea kusema hayo, akasema kwa mfano wewe pale simama. Kwa akawa anaonyesha kidole nilipokuwa nimekaa nyuma. Sasa kwa sababu nishakuwa na wasiwasi, kwa mimi nilikuwa nageuka kana kwamba naangalia watu walio huko nyuma. Watu mimi nilikuwa ni shemasi, sikuwa nilikuwa nimevaa kawaida, sijavaa mavazi ambayo yanaweza kumvutia mtu kuniita mchungaji. Nilikuwa kawaida tu, bado napambana na maisha hivyo. Akanyosha kidogo akasema wewe ni mchungaji. Akasema wewe pale, akanitaja nguo hizo zivaa, akanisimamisha, akaniombea. Akaniambia mambo mengine Mungu atazungumza na wewe. Akaniacha hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya pili. Confirmation ya pili. Kwa sababu nikasema kwa nini iwe ni siku ile ambayo nimejiuliza, nimeingia kuongea na mama mchungaji, nimeogopa kumuuliza. Kwa swali langu limekuja ujibiwa katikati ya ibada na mbele ya watu. Washirika waliokuwa siku wanakumbuka hiyo habari. Hiyo kwa confirmation ya pili. Kwa sababu nilikuwa bado naogopa uchungaji, sikutaka kutia maana. Nikasema wewe mwinjilisti, inawezekana kwa ile memko ya kiinjilisti, kwa labda kwa nikaanza kuipotezea. Baadaye nikawa naendelea kupambana kutafuta kazi. Mimi ni mwalimu, nikatafuta kazi. Kwa siku nyingine nimeenda, nisizungumze kwa urefu sana, nikapata kazi shule moja, nikafundisha wiki moja. Sikuwa na amani kabisa na ile kazi. Yaani niko shuleni, niko ofisini kama niko gerezani, yaani siko huru. Nikaacha. Nikapata kazi shule nyingine, nikafundisha siku moja, na yenyewe mwalimu mkuu nikamwaga kwa message, sikurudi tena kazini. Sina amani kabisa. Wakati nafanya kazi ya ulinzi. Kwa can you imagine kwamba ulinzi napata amani, lakini walimu kitu sipati amani. Kwa nikapata sehemu nyingine, nikatuma barua, nikaitwa kwenye interview. Siku nimeenda kwenye interview, nikakutana na manager. Kwa wakati najiandaa kuingia kwenye chumba cha interview pamoja na wenzangu ambao tulikuwa tunafanya interview siku hiyo, manager alikuja speed. Kwa yule aliyekuwa anatukaribisha mule ndani kuingia kwenye chumba cha kufanya interview, akamwambia nisaidie kumzuia mtu fulani hapo na mazungumzo naye. Akanitaja kwa jina, kwa kabini nisubirie pale. Na akaniambia nenda ofisini, nina mazungumzo nawe kwanza, nisubirie kule ofisini. Watu wanaendelea na interview. Kwa maswali yangu yakawa ni mawili. Kuna shida kwenye barua zangu au Mungu amenipa kibali kwamba nimepata kazi bila interview? Kwa nikaa kwa mateso yale zile dakika kama 40 nikaa kwa mateso sana ofisini kumsubiria. Baadaye akaja na nilikuwa of course nilikuwa nafuata namwambia nisaidie kujua ni kuna shida gani ile endelea na interview. Ananiambia wewe nisubirie tu, kwa kuna shida. Kwa wakati amekuja yule manager akaniita ofisini kwake, tukakaa ofisini, akaniambia barua zako hazina shida, CV zako hazina shida, na hata masomo uliomba niwe peke yako, kwa hauna mtu wa kushindana naye, na kazi ipo, nafasi ya kazi ipo. Akasema ila sitakupa kazi, ni mtu ambaye tufahamiana naye. Nikamuuliza unamaanisha nini? Kwamba barua zina shida, CV ina shida, masomo ni hayo, kwa nini unipi kazi? Akaniambia sitakupa kazi kwa sababu moja, kuna jambo nalikimbia, nenda kalifanya hilo jambo. Kabisa. Sasa alivyosema hivyo, kuna jambo nalikimbia, mimi tayari nikakumbuka nikiwa Kilimanjaro, nikakumbuka na hii nikiwa kanisani hapa, kwamba kuna huduma natakiwa nifanye kichungaji. Kwa alivyosema vile, sikutaka kujidhihirisha moja kwa moja, nikamwambia nisaidie kujua. Alikuwa mgumu sana, akaniambia sitakwambia maana unalijua.
lakini nikapambana, nitaka tu nipate confirmation kama ndicho ambacho mimi nakifikiria anachokimaanisha. Kwa akasema wewe ni mchungaji, nenda kafanya huduma unayotakiwa kufanya. Na akanipa ushauri. Akaniambia unaweza ukachagua mambo mawili kati haya. Kuoa kwanza au ende chuo cha Biblia. Sasa alivyosema wewe ni mchungaji, nikakubali kwa sababu sasa nikaona sasa hapa tayari nimeshakamatika, sina namna ya kuweza kujificha. Kwa hiyo nikamwambia sawa, naomba nipatie kazi basi angalau nimeshakubali, asante kwa ushauri wa kuoa na kwenda chuo cha Biblia. Lakini nataka kuoa mimi na nimeshapata mchumba na niko kwenye process, nisaidie nipate kazi hata miezi 6 tu. Of course niomba mwaka mmoja akakataa, nikamwomba miezi 6. Niambia ili tu nijijenge kwa sababu nimemaliza chuo bado sina kazi inayoeleweka, mimi ni mlinzi tu. Akakataa, nikamwambia basi naomba miezi 3 tu, nile mshahara wa miezi 3 tu angalau nijijenge kidogo afu baadaye nitarespond. Akakataa kabisa. Inivuruga siku ile, lakini ndio siku ambayo nipata confirmation. Of course confirmation zilikuwa nyingi, nyingine zilikuwa kule shuleni wakati najiandaa kuingia chuo kikuu, nilikuwa na confirmation kadhaa. Kwa hiyo kijana sasa nimezungumza maneno kwa urefu, nilikuwa naelezea ushuhuda wangu. Ushuhuda wangu nilivyojua mimi ni nani. Yes, kwa hiyo nilivyojua kusudi langu mimi ni nani. Siku nakumbuka nikarudi tayari tuna mchungaji ambaye ni mchungaji wangu kiongozi hadi sasa. Nikarudi nikamwambia, of course alikuwa shaniambia baadhi ya vitu vya kufanya naye ofisini, nikawa nakwepa kwa sababu najua nikiingia tu ofisini sichomoki. Kwa hiyo nilivyokuja siku nikamwambia, akaniambia Mungu akichoka kuongea na wewe kwa sauti, ataanza kwa vitendo. Na kama unataka kuviona vitendo vya Mungu akiongea na wewe, visubirie. Sasa alivyosema vile, yale maneno yalikuwa ni magumu sana kwangu. Kwa sababu unafahamu vitendo ambavyo babangu mzazi alishatusimulia wakati anakataa huduma ya kichungaji. Kwa hiyo nikaona sina haja ya kuendelea kupambana na Mungu. Nikasema, Mungu, enjoy nguvu zangu nikiwa bado kijana kabisa. Yaani naomba unitumie nikiwa bado kijana hivi. Kwa hapo ndio ilikuwa mwanzo wangu wa kujua kusudi la Mungu katika maisha yangu. Kabla hapo mimi nilikuwa najua mimi ni mwalimu, na kwenye fahamu zangu sababu napenda kufundisha. Nilikuwa najua mimi ni mwalimu kitaaluma, baadaye nitamiliki shule zangu, hiyo bado nitaendelea kuzimiliki kweli baadaye. Na nilikuwa nishajipangia kwamba mimi nitakuwa naandaa tu seminar kwa sababu ile huduma ya walimu sasa. Nitakuwa naenda nafundisha tu na rudi naendelea na kazi zangu. Lakini kumbe Mungu anataka kitu kingine. Kusudi la kwanza ni walimu, lakini kusudi la pili ni huduma ya kichungaji ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Na hivyo ndio ilikuwa na Mungu ya mimi kuweza kujua. Tunaendelea bado na mahojiano. Niko na Pastor Emmanuel Mwigulu na anazungumza mambo mengi ya msingi ya baraka, kimsingi hayachoshi kuyasikiliza kwa sababu yamejaa hekima. Ni shule ya kimungu ambayo ukiwa mtulivu kuna vitu vingi Roho Mtakatifu bado anaweza kaendelea kukuelekeza. Sasa pastor yuko na mambo mengi sana. Nimegundua kwamba ana package kubwa sana ambayo itatulazimu wakati mwingine kwa neema ya Mungu tutamrudia ili aweze kutupa vyote alivyonavyo. Mimi nimevitamani na naona kama ni vitu muhimu sana kwa generation yetu, kwa sisi vijana. Unajua sisi CS Online TV tunadili na vijana. Kwa hiyo naona kwamba wewe mtazamaji wetu, kijana mwenzetu, ukipata maarifa haya yatakusaidia sana katika utumishi wako na katika maisha ya kawaida.